Biblia inasema mtu wa kwenu kwa sauti amepatikana na mabaya na aombe. Ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na waite wazee wa kanisa na wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua. Hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana pate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Sasa yatosha. Kuna kwanza tutafsiri maandiko haya yalikuwa yanamaanisha nini, alafu niongee kile ambacho tunaweza tukakifanya kutoka kwenye haya maandiko. Mtu wa kwenu amepata na mabaya, aende kuomba ushauri. Ndio nilivyosema, mtu wa kwenu amepata na mabaya, aende kulia kwa mchungaji. Mtu wa kwenu amepata na mabaya, aende kuomba msaada, aende kumlilia mama, aende kuandamana, serikali imsaidie. Ndio imesema? Hapana. Biblia imesema hii ni kanuni. Ukiona mambo hayako sawa, omba. Hii ni kanuni. Omba. Haimaanishi kwamba njia zingine usizitumie kama kuna nafasi. Lakini agizo mama, kitu ambacho ni cha msingi ambacho lazima kifanyike, ukipatwa na mabaya, omba. Omba. Kuna kitu ukielewi, omba. Kuna kitu kinakukera, omba. Kuna kitu hakiko sawa, omba. Kuna maadui, omba. Umepatwa na mabaya, omba. Sawa, omba. Na ukiwa na moyo wa kuchangamka, yani mambo yako mazuri, basi mshukuru Mungu. Ndio maana ya imbeni zaburi. Mshukuru Mungu. Kwa maana hiyo, ukiwa na mabaya, Biblia imesema uombe. Baadaye Mungu atakujibu, utapata mema. Biblia ikasema shukuru Mungu. Sawa, maana yake jifunze kuwa mtu wa kushukuru. Kushukuru ni moyo wa kuthamini. Na hii inahitaji kujiombea pia. Watu wengi kutokana na malezi aliolelewa na bibi yake na babu yake na shemeji yake na wifi yake na baba na mama yake. Jamani, malezi yako tofauti kutoka nyumba mpaka nyumba. Wanasaikolojia wanasema kuna baadhi ya vitu ambavyo mtoto huwa vinakaa ndani ya hamu wake. Wanakadilia mpaka miaka 4, wengine wanakadilia mpaka hiyo miaka 4. Hata chakula anachokula kinakuwa kina ladha kwenye ulimi wake, hata kama ni kibaya. Sawa, lakini ile kwamba kalelewa kwenye hayo mazingira, yeye kwake mwili wake unafika mahali unakikubali kile chakula na kinakuwa kizuri.
kwake. Na hii ndio sababu ukitoka hapa ukaenda China, ukaenda Vietnam, wana vyakula huli hata ushikiwe kiboko huli. Yaani niwaambie tu ukweli, unaweza ukafa kabisa, unaweza ukafa. Akipiti labda wakulishe au unakaribia kufa, akiendi kwa sababu wewe na yale mazingira ni vitu viwili tofauti. Kuna watu wamezaliwa wanaona baba zao wanakula mbwa, kwao ni chakula kizuri. Kuna watu wanazaliwa wanaona watu wanakula panya, kwao ni chakula kizuri. Na ukimua panya hapo usitupe, leta mimi nile. Wakati wewe mwenzangu ukimuona panya unamuua kwanza, unaona kinyaa. Tena yani kinyaa kwa nini? Ni ile ya mwanzoni kule ya malezi tangu ukiwa mdogo. Sawa Jamani, tunafafanua ya maandiko, kuna namna tutaenda kuomba. Hii ni sura inayoelezea masuala ya kuomba. Kwa hiyo malezi huwa yanaathiri watu. Malezi huwa yanaathiri watu. Baba na mama wanaweza kuwa wagomvi, mtoto akachungulia akaangalia, akamwangalia baba anavyompiga mama, akafika mahali akajifundisha kitu. Sawa ambacho kile kitu siku zote za maisha yake hata kiona kiko sawa, lakini si sawa, atahitaji afanyiwe matibabu, kwa sababu tayari kwenye ufahamu wake ana ugonjwa. Ameweka pando ambalo linamfanya awe mtu asiye wa kawaida. Na tatizo ni kwamba mwanadamu akisha aminigi kitu ndani yake, akajiswitch kukaa kama vile kile kitu kilivyo, ndivyo anavyokuwa hivyo. Ndio maana kuna mtu anavaa mabomu anakuja hapa na anajilipua. Akili yake ilishakubali, imani yake ilishakubali, na roho yake na mifupa yake kwamba kufa na kuwa kafiri ni sadaka kubwa kwa Mungu. Alafu anagundua akifa anatokezea jehanamu, analia milele yote. Kumbe nilikuwa mjinga, sikuelewa. Ndio maana inahitaji angalau mafundisho baada ya mtu kumjua Mungu akibahatika. Kwa hiyo hii tabia ya kushukuru sio tabia ya kila mtu. Hapana. Tena watu wengi hawajui kushukuru. I tell you, nawaambia watu wa Mungu, watu wengi hawajui kushukuru. Nisikilize vizuri. Yani kushukuru kwa Kiingereza wanasema it come from a heart of appreciating. Ni kitu kinachotoka kwenye moyo wa kuthamini. Hata kama ni kidogo, bado ni zawadi, bado sikuwa nacho. Hata kama mimi sitakitumia, naweza nikampa mwingine kikamfaa, na mimi nikabarikiwa kwa kutoa. Hiyo ni akili ndefu sana, sio akili ambayo kila mtu anayo, kutokana na malezi. Kwa nini? Tangu analelewa alifundishwa kutofautisha kati ya chake na cha mwingine. Baya nifafanue. Ukikuta watoto waliolelewa vizuri, huwa wanajua kushukuru kwa sababu akili yao imeshajengeka. Hiki kitu sio changu, ni mama kaleta, ni baba kaleta. Kwa hiyo anarudi kwa baba, baba asante. Kwa tangu mdogo mpaka anakuwa, ubongo wake na ufahamu wake na nafsi yake imeshajengwa kwenye uelewa kwamba kikitoka kwa mtu sio chako, ila ni zawadi ambayo inatakiwa urudishe shukrani. Lakini kuna mtoto kalelewa hivyo, yeye kila anachokula na nini na kwamba kapata yeye, hajafundishwa kutofautisha. Kwa anakuwa vile kila kitu yeye duniani anaona ni chake. Kila kitu anaona ni chake. Ndio maana
unaweza ukamfanyia jambo jema alafu kesho anasema pale anakutukana na anakudhalilisha vibaya. Yeye anachoamini kile ulichompa ni chake, wewe ulikuwa umemsaidia tu kushika, na wewe ni boy wake au ni ausgeli wake, umemsaidia yeye bosi. Hamjaiona hiyo? Dunia ina mambo, dunia ina mambo. Kuna mtu unamfanyia jambo zuri kabisa, wala ndani hakuna hila, lakini kesho anakujibu vibaya. Na haitoshi hata kukushukuru. Kuna mtu yani hata kukwambia tu asante hawezi. Sawa? Hawezi. Hata akikwambia asante ni ile ya aibu. Jaribu chukua kitu, sawa? Mpe mtu kimfikie kupitia mtu. Sawa? Utashangaa, hutasikia asante wala hata kikutana nawe hata kukumbusha nilipokea. Imepita hiyo. Sawa? Lakini kuna mtu ambaye hata kitu kipitie wapi atakutafuta na atakwambia ninashukuru sana, nimepokea kitu fulani, Mungu akubariki, kimekuwa msaada, ninathamini moyo wako. Sawa? Sasa hii inaathiri hata kwa Mungu, inaathiri kwa Mungu. Ndio maana watu walioko makanisani leo wanagombana na Mungu ndani ya siku kadhaa tu. Na Mungu by the way huwa anawaacha wengi, kwa sababu haikuanza kwetu, imeanza pia kwa wana wa Israeli ambao walikuwa wanatembea jangwani, wamevushwa, wameona matendo ya makuu ya Mungu, adui zao wamekufa, wamefika mahali Mungu aliwabariki, walitoka na utajiri kule, walikuwa na kila chakula kizuri, walikuwa na kila kitu kizuri, Mungu kawasaidia, ahadi aliyowapa pia ni nzuri, lakini ghafla wamekutana na kitu kidogo tu, wanaanza kulungunika na kutokana. Ni moyo ambao haujui kushukuru. Moyo wenye kushukuru ni kama moyo wa Daudi. Maandiko yanasema nitazikumbuka fadhili zako, Bwana. Nitakumbuka ulivyoniponya hata kama leo naumwa, ila kuna siku niliugua ukaniponya. Nitakumbuka fadhili zako, kuna siku nalikuwa na shida, zaidi hata ya hii ulinisaidia. Lakini Mungu tafuta, kuna watu wanashukurani. Jamani sikiliza, kuna mtu ukikutana naye unaweza ukakaa chini ukasema mimi ni mpagani kabisa, tena mimi kumbe sijaokokaga bado. Kuna mtu unamkuta anaumwa, tena anaumwa kweli kweli. Ukifika ukimpa pole, anakuambia mpendwa, nashukuru lakini Mungu ni mwema kwangu. Mungu ni mwema kwangu. Ile kwamba bado ninapumua, bado Mungu ni mwema. Wakati wewe yeye kila cha mwili kinauma, shughuli zake zote, hela zake zote zimeisha hospitali. Hata pia ataishije? Kwa sababu kuna mtu ana matatizo mpaka nyumba kauza, lakini moyo wake unamshukuru Mungu. Mungu nakushukuru. Mungu nakushukuru. Wewe unaenda kumsalimu, umetoka kugombana na Mungu. Mungu, watoto wameshindwa kwenda shule. Uko wapi Mungu? Mbona umeniacha? Watoto kushindwa kwenda shule, unagombana na Mungu, watoto kushindwa kwenda shule. Sawa? Sikilizeni. Moyo wa kushukuru unahitaji kujiombea. Jifunze kuombea moyo wako, ujue kuthamini. Alafu pia cha pili, moyo wa kushukuru unapatikana kwa mazoezi. Si kuomba tu. Lazima uombe, ukitoka hapo piga mazoezi ya kushukuru. Jifundishe kushukuru. Yaani, na hii ndio sababu wengi leo hawezi kuishi kwenye ndoa. Hawawezi kwenye ndoa. Na watu wengi leo hawawezi wakawa na marafiki. Hawawezi. Unajua kuwa na rafiki ni kitu cha kibiblia.
Mnielewe, kuwa na rafiki ni kitu cha kibiblia. Mtu yoyote ambaye hana rafiki, it is not biblical. Rafiki ni kitu cha kibiblia. Hatukuumbwa tukae peke yetu. Hatukuumbwa tukae peke yetu. Hakuna. Tuliumbwa tukae pamoja. Mahusiano ya kwanza yalikuwa ni mke na mume. Lakini baadaye kuna mahusiano ya ndugu. Ndio maana Biblia inasema tazama jinsi ilivyo vyema. Sawa, ndugu wakikaa pamoja kwa umoja. Mungu akuweka tukaeka hivyo hivyo. Sasa yote ambaye huwa hana moyo wa kushukuru, hata kuishi naye huwaga ni ngumu. Mnielewe, ukioa mke ambaye hajui kushukuru, ili muishi, wewe ukubali kwa mtumwa. Ukubali kwa mtumwa. Kila siku umfanyie mema, asikushukuru, asikufanyie chochote nini wala thamini. Kwa sababu kuna mtu hajui kusema asante. Kabisa hajui, kwa sababu amelelewa tu hivyo. Lakini alifundishwa kupenda. Kupenda ni aina fulani ya kushukuru. Ni kuthamini, ni kuona utu wa mtu. Hajui kusema, lakini anajua angalau kurudisha mema. Anajua kurudisha mema. Anaweza ukamfanyia kitu akasahau kusema asante, lakini kesho naye utamuona anafanya kitu fulani. Sasa kuna watu wanaolelewa hajui kabisa hicho kitu hakiko. Yaani yeye kila siku anachoplani apate mazuri kutoka kwako. Lakini yeye hana lolote la kufanya kurudisha. Kwa mwisho wa siku kila kitu kinaharibika kwenye mambo ya familia kwa sababu ya kutokuwa na moyo wa kushukuru. Mtu amekuwa hawezi awaite wazee nao wamwombee na kumpaka mafuta. Hii ndio imetokea hapa, watu wanatetea masuala ya mafuta ya upako. Sawa Hapa ndio imetokea masuala ya mafuta ya nini? Ya upako. Pake mafuta. Kanyaga mafuta, upako, nguvu za Mungu zinakaa kwenye kuponya. Mimi nadhani watu wanatafsiri maandiko kwa sababu ya manufaa ya kwao. Hawatafsiri maandiko kwa sababu ya maandiko yalivyo. Sawa Okay. Labda tutafsiri vitu jinsi vilivyo. Neno mafuta limetokea mara nyingi sana. Siku zote alipokuwa anainuliwa nabii kwenda kumtia mtu mafuta, alichokuwa anakifanya nabii cha kumpa mtu mafuta kilikuwa kinafungua mlango wa Roho Mtakatifu kuja juu yake. Sio mafuta, sio kwamba mafuta ni kweli, nguvu za Mungu zinaweza zikakaa kwenye mafuta, ni kweli. Lakini tuambiane na ukweli. Kinachoponyaga. Kwa sababu unajua sasa hivi watu wanachotegemea sana ni upako. Ndio maana sasa hivi watu wanachotafuta ni upako. Hawamtaki hata Mungu. Wapate upako tu. Kwa hata ukiwa kichawi, no worry. Hamna shida. Uwe tu ni upako. Inatokea hapa kwa sababu ya kutokujua namna ya kuvitumia vitu jinsi ilivyoandikwa. Sikilizeni niwaambie, ni kweli nguvu za Mungu zinaweza zikakaa kwenye kiti, lakini hatuwezi kutumia kiti kwamba ndio kiponye watu. Nguvu za Mungu zinaweza zikakaa kwenye maji, lakini hatuwezi tukatumia maji ndio yaponye nini? Watu. Hapana. Biblia inasema tuanze kutafsiri. Kuna karama zile 9 zimewekwa kwenye Wakorinto, ambazo zile karama Biblia inasema anayezibeba na kuzimiliki huwa ni nani? Roho Mtakatifu. Na humjalia mtu zikae ndani yake kwa ajili ya watu wengine kama apendavyo. Mnielewe. Karama ya uponyaji, karama ya imani na zile zingine zote. Sasa hapa kama tunamwombea mtu ili apone, ni karama ya uponyaji. Anayemiliki ile karama huwa ni nani? Roho Mtakatifu. Anaweza akampa mtu ampe mwingine ile uponyaji kama apendavyo. Sawa? Siku zote makuhani walivyoenda
Makuhani walivyoenda kuwatia watu mafuta, walibeba nini? Mafuta. Wakimaanisha wakilisho au lugha ya kuonyesha Roho Mtakatifu anakuja. Sawa sawa eh? Mafuta mahali yanamwakilishaga Roho Mtakatifu. Hayawakilishagi upako. Tafadhali tuelewane. Mafuta mahali yapo yanawakilishaga Roho Mtakatifu. Hayawakilishagi nini? Upako. Isipokuwa Roho Mtakatifu anapokuja anaweza akaja na upako alionao yeye. Matendo ya miujiza, sijui nini, uponyaji na chochote kile ambacho Roho Mtakatifu anakisimamia. Tuko pamoja watu wa Mungu eh? Sasa mnisikilize. Hii ndio wameleta watu kanyaga mafuta, kunywa mafuta, sasa hivi wanakunywa nini, sijui nini, vurugu nyingi. Ni kweli mimi naweza nikawachagua viongozi hapa alafu nikawatia mafuta. Unaelewa maana yake? Sawa sawa. Nikiwatia mafuta maana yake wajazwe Roho Mtakatifu. Sio wapokee nguvu. Hapa ndipo wanapoiba manabii na uongo wao hautaenda mbali. Kanisa linaanza kufunguka. Kuna vitu vinatokea sasa hivi duniani. Manabii wa uongo wanaenda kuishia pabaya. Watu wataharibikiwa sana. Kuna nuru inamwagwa duniani inaanza kufungua watu akili. Wanaanza kujua kumbe tunadanganywa. Na kanisa takatifu litajitenga. Kanisa chafu litabakia. Ambao kwa sababu wale manabii wengi makanisa ndio maana wao wanahudumia watu wote. Kwa sababu ni waganga, wanahudumia watu wote. Unajua kanisa halipo kwa ajili ya kulea wenye dhambi. Linaweza likapokea mwenye dhambi lakini hatakiwa aendelee kuwa na dhambi. Sawa eh? Na hakuna mtu mwenye wito kusema mimi nina wito kwa watu wote. Hakuna. Huo wito haupo kwenye Biblia. Haupo. Kila wito una kitu chake, ni sawa kabisa, lakini hicho kitu cha kuwa kwa watu wote hakipo. Hata Yesu hakuja kwa ajili ya watu wote. Yesu mwenyewe hakuja kwa ajili ya watu wote. Biblia inasema alikuja kwa ajili ya watu wake. Kwa kuja kwake kuna watu waokolewe, alafu wale watakao mkataa waanguke. Kwa hakuja kwa ajili ya watu wote. Watu wa dini zote, karibuni, mtahudumiwa na Bwana atawasaidia. Wakati Yesu anasema msichukue chakula mkaenda kuwapa mbwa. Wale ni wezi. Sasa wamedanganya na kwenye hii ya mafuta. Mafuta anavyosema wamuombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Wanachotaka ili Roho Mtakatifu akae ndani. Ndio lilikuwa agizo. Agizo la hapa, ukienda kwa mgonjwa ukimsaidia abakie pia na Mungu. Hivi mnaelewa? Hiki ndo alichokuwa anamaanisha kwa jina la Bwana. Kwani kwa jina la Yesu Biblia imesemaje? Yesu Kristo ndo ambaye anahusika na kutubatiza kwa Roho, au kwa jina lake tunapokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunamwombea mgonjwa lakini tumpake mafuta, yani tuhakikishe hata kama tutatumia ishara ya mafuta lakini kusudi abakie na nani? Mtakatifu. Ndio kusudi mama, abakie na Roho Mtakatifu. Sio atembee eti apokee upako. Kwa sababu kinachokaa kule ni nguvu za giza. Wameweka nguvu za giza wao, wameweka nguvu za giza. Narudia, wameweka nguvu za giza ndani ya mafuta. Na haya masuala ya chumvi, sijui nini, wote ule ni wizi ambao watu wanautumia. Wanaweka nguvu za giza kule, zinaonekana kufanya kitu. Petro anasema hayo mafuta yaliyoko ndani yenu hayawafundishi. Halafu hapa anasema ndugu yake Yakobo muatie mafuta.
Mafuta yaliyoko ndani yanatufundisha. Yalikuwa yanamaanisha nini? Roho Mtakatifu. Huyu anasema tieni mafuta, anamaanisha nini? Roho Mtakatifu. Mafuta yanaongeaga kwani? Hayaongeagi. Alikuwa anawakilisha kwamba kinachofundisha ni Roho Mtakatifu ndani yenu. Halafu huyu naye anatumia Roho Mtakatifu, mumpake mafuta. Maana yake ni nini sasa? Maana nilikuwa naongea lakini maana yake sijaitoa. Mtu yoyote akipona akabaki bila Mungu, ule uponyaji hauendi mbali. Ni kanuni ya kibiblia. Mtu yoyote akifunguliwa, pepo likatoka, akabaki bila roho, lile pepo linarudi na mapepo mengine 7. Ni kanuni. Ndio maana Yakobo anakumbuka kanuni ya Yesu. Anakumbuka Yesu alichowaagiza, akamwambia jamani, pepo likimtoka mtu, na mapepo linaweza kuwa pepo la uzinzi. Sikiliza, sio kila pepo linaweza kuanguka hivi. Hakuna pepo linakaa ndani ya mtu bila kazi. Halipo. Kwa hiyo mapepo yanaweza kuwa na majina. Pepo la uzinzi. Hata yule mama mmoja kuna mtu alitolewa pepo la kiziwi na ububu. Alikuwa asikii na haongei, ila lilikuwa pepo. Pepo la bubu, pepo sijui la nini, pepo la mgongo kupinda, pepo la miguu kuuma, pepo sijui la kansa, pepo lolote lile sijui. Whatever, inaweza kuwa pepo lolote. Lile pepo likitoka, Yesu alisema huwa linaenda kukaa mahali, na kule linakwenda huwa sio kuzuri. Kule linakwenda kukaa huwa sio kuzuri, huwa ni kubaya. Ndani ya mwili wa mwanadamu, niwape siri, kumetengenezwa na mazingira mazuri mno ambayo mwanadamu katengenezwa ili roho yake ikikaa irelaksi. Hivyo mnaelewa? Yaani Mungu alivyokutengeneza, kwa sababu mwili wako wewe ni nyumba. Ndio maana hata pepo linasema nitarudi kwenye nyumba yangu. Mwili wako ni nyumba. Hata ukifa ni swala la nyumba kutengana na kilichokuwa kiko ndani ya nyumba. Roho na mwili vinatengana, tunaenda kuzika mwili, roho inaenda mahali kwingine. Kwa hiyo mwisho wa siku, mwili huu ulionao huwa ni nyumba iliyotengenezwa ili roho yako ikae bila bugudha. Ni Mungu ndo amekusudia, ni mpango na utaratibu ambao Mungu ameuweka ukae bila kerokero kwenye mwili. Ni haya magonjwa tu na matokeo ya dhambi ndio yanafanya mwili unatandikwa, roho yako inaanza kupata shida ndani. Ndio maana mwili ukiharibika, roho inabidi ichomoke. Yaani ukipigwa na jiwe ubongo ukapasuka, mwili umeharibika huo. Roho inafanyaje? Inachomoka, inaondoka. Sawa eh? Kwa hiyo mwili unapokuwa sawa, roho pia inafanyaje? Inakaa. Sasa hayo mazingira mapepo yanayatamani. Hakuna mahali kokote tangu yakimbizwa kule mbinguni yanapokaa vizuri isipokuwa ndani ya mwili wako. Ndio mahali yanakaa, yana relaxi ndani ya mwili wa mwanadamu. Sasa mwisho wa siku, pepo kutoka lilikuwa linakukera, linakuwekea kansa, ila lenyewe linaishi vizuri, lakini limekupiga kansa. Likitoka linaenda kukaa mahali, Biblia inasema linachungulia, likija likakuta nyumba imesafishwa. Maana yake nini? Roho Mtakatifu hayupo. Yesu na neno lake hawapo. Maana alipo Roho Mtakatifu ndio kuna neno la Mungu na Yesu. Akiondoka Roho Mtakatifu, neno na Yesu hakuna. Sasa Yakobo anawakumbusha watu, anawaambia jamani, haya mambo hata Yesu aliongea. Mkimwombea mgonjwa, msaidieni abaki na roho. Ndio maana mimi huwa naongea kauli fulani ambazo nitazitekeleza siku zote za utumishi. Kuna mtu anakuja, sawa na kushauri, akija umuombe, hakubali masharti, mfukuze kabisa, mfukuze.
Yaani kuna mtu anakuja unamwambia bwana, kanuni ya mimi kukuombea inabidi utubu dhambi, uziache na ujazwe na Roho Mtakatifu, ukae na Mungu. Hutaki na uhame kwenye dini yenu ile. Hadi ambapo nitakuona unakuwa kiroho mpaka ukamtumikie Mungu. Hutaki, ondoka. Tungefanya hivyo watu wangekuwa wanaokoka. Lakini sasa sisi wanakuja tu. Unaweza ukampa chakula mbwa, akapokea uponyaji, lakini akaenda kule, akaenda kutumia uponyaji vibaya na baadaye hataharibikiwa. Hataharibikiwa. Ndio maana kuna mtu unashangaa ameparalyze, anaombewa, anapona, anaanza kupata nguvu, baada ya siku ya 3 mnasikia kaparalyze tena. Watu wamebaki kusema si alikuwa amepona. Anaanza kuhangaika sasa. Na maana lile pepo likija haliji lenyewe. Sikiliza. Ndio maana watu waelewaje kwa nini kumwombea mgonjwa akipona akienda huwa si rahisi akarudi umwombee tena. Huwa si rahisi. I tell you true. Si rahisi. Kwa sababu lile pepo likirudi linarudi na mapepo mengine 7. Miongoni mwa pepo linalorudi naye linaloambatana ili kuja kufanya uharibifu ni pepo la kufunga ufahamu na kuweka ndani ya kichwa kuvurugikiwa. Kwa hiyo kinachotokea cha kwanza unaanza kuvurugikiwa. Wapi nitapona? Hata kule ulikopona unasahau. Linaweka ndani ya moyo wako kuchukia. Nilienda kule inawezekana ndio nimesababisha matatizo tu. Niliona kama nimepona kumbe nime nani tu. Nilitoa na kasadaka yangu kashukrani. Kumbe walikuwa wananiibia tu. Kumbe ni pepo linamletea ushauri ili asipone aangamie. Kwa anaanza kuhangaika. Ndio anaanza kwenda kukanyaga mafuta, kwenda kuzama kwenye vibwao, sijui kwenda sijui nini, mwisho kwa waganga, siku ya 3 mnasikia fulani kafa. Umetoka hiyo. Imeisha. Kanuni ya mtu kumwombea anatakiwa atubu dhambi. Ndio maana Yesu pia alikuwa anashughulika na masuala ya dhambi. Wakati wote alikuwa akimwombea mtu, kuna wakati kabla ya kumponya alikuwa anashughulika na dhambi kwanza. Anamwambia sasa dhambi yako imesamehewa. Inuka uende, lakini usitende dhambi tena. Unaelewa hizo lugha? Moja ameondoa dhambi yake, alafu ndo anamponya, alafu anamuelekeza namna ya kuishi baada ya kuponywa. Sawa? Sasa Yesu, sasa hivi tuna Yesu mwingine. Maana hata tunahubiri nje ya kanuni zake. Laiti tulikuwa tunahubiri kwa kanuni zake, mgonjwa akija cha kwanza, mzee, tunashughulika na dhambi. Ndio maana hata Biblia imesema chini hapo, ukishuka chini mstari wa 14 wa 15, Biblia inasema hata kama ametenda dhambi. Na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule na kumuinua. Hata kama ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Kwa hiyo kwenye masuala ya mtu kuponywa, dhambi inaondolewa. Sawa. Dhambi kishaondolewa, baada ya hapo Biblia inasema nini? Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Hivi mnaelewa lugha? Wala la huyu mgonjwa pamoja na wanaoomba haikuwa inamaanisha ukitenda dhambi kama wanavyotumia wale wa dini ile, uende kwa huyo kiongozi wa hiyo dini ile ukaanze unajua kiongozi mimi nilifanya hili na hili sasa yani ninakuja kwako nisamehewe. Hii ilikuwa inaongelea kati ya mgonjwa na nani? Na muombeaji. Huyu anayeombewa anatakiwa aungame dhambi pale pale, maana yake atubu. Na Biblia inasema mpate na kuombeana, mpate kuponywa. Kwa hiyo mgonjwa na matatizo mengi, solution yake ni kutatua swala la dhambi. Tuko pamoja swala la dhambi. Na ndio maana sasa hivi ukimkuta mtu anaumwa, mwambie tu ukweli, mzee, dhambi.
Unajua inafika mahali tunafarijiana, ukifika kwa mgonjwa, pole, ni dunia. Wakati hicho kitu hakipo hata kwenye Biblia, hakipo. Jamani, tunavyoishi kwenye mambo ya wokovu, tuache kukopi vitu vya dunia. Tukopi kilichoko kwenye maandiko. Mtu anaumwa, mambo yake mabaya, mwambie tu mzee, dhambi. Dhambi. Maana Biblia imesema kukuombea ni kuombea, lakini ungama dhambi. Ukishaungama dhambi ni kuombea usamehewe, halafu kule kuomba kutakufanya uponywe. Biblia inavyosema. Sawa hii laana Mungu atusamehe watu wa kanisani. Kwa sababu kukutana na wagonjwa tunawafarijigi tu. Hatugusi kabisa hiyo kitu. Nikwambia tu bwana, unajua yani ni dunia tu, hii dunia. Mkitoka hapo mnaanza walikuloga, ni mapepo. Hicho ndio tunachoenda. Shetani mbaya sana, jirani yako ndiye anayekuloga, anakuonea wivu, dhambi. Hivi kuna mtu analogwa wakati ana haki ya kuwa na afya? Haipo. Haipo. Mtu yoyote ambaye analogwa ni yeye alifungua mlango wa kulogwa. Mtu yoyote, hii sio siasa. Sasa Mungu atupe ujasiri wa kuwa wazi. Yani mimi nimelogwa. Wewe ndio tatizo. Huwezi ukalogwa kama wewe hujafungua mlango wa kulogwa. Kwa hiyo wewe ndio ulitenda dhambi, ukafungua mlango wa nini? Kulogwa. Tubu dhambi. Kumbuka ni kipi ulimkosea Mungu. Kumbuka mwenyewe. Na ndani ukubali kukiacha. Hata ukipona usirudi. Injili sasa hivi imeeditiwa. Mungu atusaidie. Yaani tumeigushi, tumeweka mapambo ya kutiana moyo, upumbavu mtupu. Mwisho wa siku Mungu atatukataa. Kabisa atatuambia tokeni kwangu, tokeni kwangu. Injili mnaohubiri hajahubiri Petro, hajahubiri Yakobo, hajahubiri Yesu. Mlitoa wapi? Ya kumkuta mtu ameharibikiwa, kila kitu kinaharibika, unaanza kumwambia ni wachawi tu, ni mapepo tu, wanakuloga tu. Ndio tunavyoambiana. Dhambi. Dhambi. Sawa dhambi. Na wewe ulioko kanisani, dhambi ndio itakufanya siku moja tukukuta umelala kitandani. Tusipigane siasa. Dhambi. Yaani hata pepo, kuna pepo linakusubiria likupige kansa, lipo. Kuna pepo linakusubiria likusababishia ajali uwe kilema, lipo, limekaa mahali linachungulia. Tusicheze na dhambi watu wa Mungu. Dhambi tuiogope kwa sababu pia ndio kujipenda. Yaani kuikimbia dhambi ni kujipenda. Kuiendea dhambi ni kujichukia. Kesho yake utashangaa ile pepo linakumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi, dhambi, dhambi. Sasa kuna swala la kuomba kwa bidii pia. Tunaposamehewa dhambi, tunatakiwa tuombe kwa bidii. Siku zote unapoamua kuomba, amua kuomba kweli kweli. Omba kwa bidii. Maombi yana faida nyingi, mojawapo yatakuweka karibu na Mungu. 2, yataondoa tabia. Maombi yako mwenyewe ndio yanaondoa tabia. Maombi yako mwenyewe. Kwa sababu angalau unapokaa karibu na Mungu, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Roho Mtakatifu anaanza kukufungulia na kuonyesha, unaonaga wewe ni mwongo. Kwa hiyo unabadilika. Mtu yote ambaye sio muombaji ni mtenda dhambi tu. Waga hiyo sipigi siasa. Wewe nenda kanisani, toa sadaka, imba kwaya. Kama huwezi kuomba, wewe ni mtenda dhambi tu. Na jehanamu utaenda. Hiyo waga haina ujanja. Kwa sababu Yesu alitoa kanuni. Hamkuweza kuomba hata saa moja ili msiingie majaribuni. Kwa hiyo usipoomba, kila siku kuna majaribu yake. Ndio maana Yesu akasema taabu ya leo yatosha. Usifikirie ya kesho. Maovu yake ya leo, makosa yake ya leo yatosha. Angalau kwa siku unatakiwa ujiombee zaidi ya lisaa
Yaani kukaa tu na Mungu ili wewe uwe salama zaidi ya lisaa. Hiyo ni kanuni kama unajipenda. Kama ujipendi, ishi rafu, fanya unavyotaka. Shetani atakumalizia hapo katikati. Kwa sababu kwanza matukio ya siku tu yamejaa uovu. Ukitoka hapo utakutana yule na yule. Hivi nyinyi hamuelewi. Kuna mtu tu unamsalimia, pepo linaamua kutoka kwake linakuingia. Kumsalimia tu. Wala hata halikuja limepanga hilo pepo. Wadai tusaidie. Wewe unatembea, unafika mahali unakutana na mtu. Habari za leo bwana? Habari na kuangalia anasema, kajama ndo kale kanjifanya kalokole. Ngoja niingie ndani yake kwanza, aanze umbea. Pepo hapo linakuingia unaanza umbea. Pra. Afu linatoka linarudi huko, umeshatenda dhambi. Ushauri wangu, kwenye swala hili la kipengele cha kuomba, omba kwa bidii kana kwamba utaomba kesho, na usipoomba ujue umeharibikiwa. Kwa hiyo maana yake lazima uombe sasa. Maana yake lazima uombe kwa mzigo. Maana yake lazima uweke akili yako na uiaminishe akili yako kuomba, na uizoeshe kuomba. La sivyo utaishia pabaya. Juzi mke wangu alikuwa anaangalia kituko fulani kwenye simu yake, na mimi nikawa nakiangalia. Na hisi ni wa Nigeria. Ni hivi short clips, hivi video vifupi. Mama anambariki kijana. Sawa? Kijana kaja na gari yake. Aki mdogo si yake nani yake, lakini sisi tumeona mama. Mungu akubariki. Ila namwambia Mungu akubariki. Kumbe katika ulimwengu wa roho katamka kitu kingine, ufe. Kwa hiyo ulimwengu wa mwili ubarikiwe, lakini ulimwengu wa roho ufe. Jeneza likaonekana hilo, likatoka kwa ule mama, likaingia kwenye gari ya ule bwana. Uende salama, ufike salama. Wanafikiri anakuambia ufike salama, na mnisho ufike salama. Amanishi, kwa sababu lugha halisi kwanza ni ile ya rohoni. Iye mwilini huwa sio halisi. Kama hana Mungu, kaondoka na nini? Na mauti. Ila alikotoka aliambiwa uende salama. Kumbe ulimwengu wa roho alikuwa anaambiwa kafe. Kiklipu kingine nikakiona. Kijana mmoja anajua nyumbani kuna changamoto na nini, kuna vitu havielewagi. Akachukua mchungaji akasema twende nyumbani tukaombe angalau kidogo. Alafu nikamsalimia na mzee wangu, si ni mjomba wake, kitu kama hicho. Lakini kashampa taarifa nani? Mjomba nitakuja. Mjomba akaandaa kiti asipone, akikalia tu hiki kiti aishe. Akaandaa kiti, akaweka bonge la joka kwenye kile kiti. Ni ulimwengu wa nini? Wa roho. Sababu huu tunaoishi ni ulimwengu wa mwili ambao wewe unaona ni balabala tu, lakini ulimwengu wa roho sio balabala tu. Wameenda pale, wamefika. Mchungaji anafika pale, anaangalia hivi, anaona joka kubwa limekaa kwenye kiti kubwa. Halafu mjomba akaanza kuja, akimwangalia hivi anaona likiumbe la ajabu, ila linamkaribisha kijana. Karibu sana kijana, karibu sana, naona umekuja na mgeni. Mchungaji anaangalia, anafunika macho. Hii naona ni kweli au?
Kijana anaona ni mtu tu, ni mjomba wake, anamkaribisha, karibu. Akamwambia usikae kwenye kiti hicho, usikae kwenye kiti. Sawa akamzuia asikae kwenye kiti. Sasa mwishoni kabisa yule bwana kangangania, kaa kwenye kiti, sio umekuja kunitembelea, nimekuandalia kiti mwanangu, kwa nini tusikae kwenye kiti? Yule bwana akawa ni msikivu, mwenye akili, akamwambia, mjomba, nimekuja na mchungaji, kaniambia nisikae. Sijui mimi ni kwa nini, lakini yeye ni mchungaji. Labda anza kukaa wewe. Sasa hawezi kukaa. Mimi nakaiji sasa. Kwa ugomvi. Yule mchungaji alipoona ni ugomvi kabidi ya hukumu. Akasema, kama wewe unazana tunakutania, kilicho kwenye kiti kikuharibu. Joka likapigwa likaenda kumwangusha yule mzee chini. Hii dunia sio kila wanaokula pipi wanakula pipi. Hii dunia sio kila wanaokula wali wanakula wali. Ndio maana ukiwa mtumishi wa Mungu mzuri, jifunze hata maeneo, hata kula hivi vitu unaenda umenunua hapa umekula. Sometimes sio nzuri. Tunakula vitu vingi ambavyo vinatunajisi. Vingi. Kubutu umechukua hiki umekula, umechukua kile umekula, umechukua kila sherehe. Kuna mama mmoja kule ameishia kuzaa na kuolewa ovyo ovyo, alikuwa ameokoka. Kwa nini? Nilianza kuwa napata hizo kesi. Kila sherehe yeye yupo. Sherehe ya dini za watu yupo. Sherehe sijui nini yupo. Nakula mapepo ya uzinzi, utayala tu. Utakula mapepo ya umbea, utayala tu. Haiko hivyo hii dunia. Sawa tunahitaji hekima, kujua kipi ni kipi tunavyoishi.